bwana, niaje? Sasa asubuhi. Mambo yanaendaje? Mambo yanaenda mdogo mdogo. Hapa nakuona upo kwenye kilimo chako. Bwana niko nyanya. Ila naona bado kwanza. Hiki kilimo bwana huwa anakipenda sana hiki kilimo. Sasa hiki kilimo wewe unaona hapa, yani hiki kilimo tunasema kwanza licha hivyo, yani ili uweze au ili ulime hiki kilimo kinahitaji upitie njia gani ili uweze Yaani ya uko sawa. Hiki kilimo cha nyanya chenyewe kinahitaji kwanza maandalizi makubwa sana, ni maandalizi makubwa. Yani Hatua ya kwanza ili ulime nyanya sawa. Unatakiwa kwanza uandae shamba. Ukishaandaa shamba sawa. Unakuja unasia mbegu. sawa. Kusia ndio kunini? Yaani kusia mbegu sawa. Kusia kama umeandaa shamba sawa. Sawa. Ukishaandaa shamba, ukimaliza kuandaa shamba, unatengeneza kitalu. Sawa sawa. Unaona kile kitalu, unaona ile nyanya. Sasa hivi imekuja wakati wa nyanya. Unatakiwa yani uanze kutembelea kwanza shamba kabla ya shamba limeandaliwa. Kuandaliwa kwa shamba. Sasa inavyomaanisha kuandaa shamba sawa. Yaani kusia mbegu sawa. Nimeandaa kama hili shamba limelimwa, limepigwa vizuri, nimepanda ploti, unakuja kusia nini mbegu. Ambao ploti ndio hizi hapa, si ndio? Hizi ndio ploti. Ambao ndio hii ploti ndio unakuja sasa umeshatengeneza kitalu chako kule pembeni. Na kwenye hatua labda za kutengeneza kitalu, yani kwa mfano wenyewe mbegu nzuri sawa. Sisi wakulima sasa tunapendelea aina mbili za mbegu. Aina mbili za mbegu. Kuna mbegu aina mbili. Kuna dhahabu, kuna ansali. Ambazo ndo wakulima ambao tunaipenda. Lakini baadhi ya hapo kuna mbegu nyingi sana. Ansali, biansali. Unaona kama hili shamba langu hili sawa. Kulima aina mbili za mbegu. Kuna dhahabu na hiyo sio ansali. Unaona kama ansali matunda yake ni haya. Unaona? Hiyo ansali inabeba matunda mengi, lakini baadhi ya matunda yananepa, baadhi ya matunda ni mengi hayanenepi. Inakuwa kidogo. Sawa sawa. Unaona? Inavyomaanisha kuandaa kwa shamba sawa. Sawa. Unatia mbegu sawa. Ukishamaliza kutia mbegu sawa. Ile mbegu unaipiga maji baada ya wiki 3 itakuwa imetosha kwa ajili ya kuhamisha kutoka kwenye kitalu na kuleta shambani. Sasa baada ya hapo sawa. Ukishamaliza sawa. Unakata mashimo shambani sawa. Na maana yake unaandaa ile sehemu ile shimo kuja kwa ajili ya kuja kupanda ile mbegu. Ukishapanda sawa. Umemaliza kupanda sawa. Kuna hatua sasa hapo zinafuata maji kama sisi wakulima sawa. Wakulima wa nyanya sawa. Unaona? Tunapenda nini? Kupandia samadi. Sawa. Ili upate nyanya nyingi lazima upandie samadi. Na hiyo samadi wage na mbinu nyingi. Unaona? Na mbinu nyingi. Kwa hiyo kama sisi hapa sawa. Tunapanda kwanza nyanya sawa. Baada ya hapo tukimaliza kupanda nyanya tunaleta ile samadi. Sawa. Tunaweka kwenye nini? Kwenye mcha ambao nimemaliza kufanya kupandikiza. Naona kama hii nyanya. Hii nyanya nimepandia samadi. Hii nimepandia samadi. Unaona ilivyobeba. Imebeba vizuri. Sasa hivi imeanza kuiva. Naona haya matunda. Haya matunda haya tayari ili limeanza kukomaa, haya tayari yameiva. Yaani maana yake tayari ni maandalizi mazuri kwenye nyanya. Naona kama sasa hivi nyanya hivi imeshika vizuri. Kwa hiyo kwenye hatua nzuri. Sawa. Napomaanisha sasa maana hapo nilikuwa kuna vitu nilikuwa nataka nikuelekeze sasa. Ndio. Maana mfano kama wewe umefika bado hujafanyaje? Ujue vizuri nini nyanya. Ndio. Sasa hapa ambacho nilikuwa nataka mimi nikuelekeze sawa. Ukishapanda nyanya unahitaji upige palizi. Ukimaliza palizi ya kwanza tia mbolea. Sasa ni mbolea gani? Maana baada ya hiyo palizi ya kwanza ni mbolea gani inahitajika? Baada ya mbolea sawa. Mbolea ya kwanza kabisa na tunatumia mbolea mbili. Sawa. Kuna otesha sawa au DAP. Sawa. DAP ni ile mbolea nyeusi kabisa ambayo inafanana na udongo.
Otesha ni mbolea ambayo inafanana kama hii nyanya. Inafanana hii nyanya. Hiyo ndio inaitwa otesha. Otesha. Kishamaliza hapo sawa? Tunapalilia tena palizi ya pili. Na wakati huo ukiwa unapalilia na maji unaendelea kupiga kama kawaida. Kama kawaida. Sawa sawa. Kama kawaida lazima maji upige kama kawaida. Piga maji vizuri. Dawa. Kimaliza dawa ndio. Piga sumu vizuri ili nyanya iendelee kuwa bora. Tumemaliza hapo, nilikuwa kwenye hatua ya nimaliza palizi ya pili. Palizi ya pili hiyo unakuja sawa. Kishamaliza palizi ya pili unaanza na kusimika miti ambayo ndio hii hapa sasa. Wakati wa palizi ya pili. Kishamaliza kwenye wakati wa palizi ya pili sawa. Tunatia tena mbolea. Sawa sawa. Mbolea yenyewe ambayo tunahitaji kuweka sawa. Hapo sasa tunaweza kuweka yala wina sawa. Hiyo ni mbolea. Na yenyewe ni mbolea. Sasa hiyo kazi yake ni nini kwenye mti? Kwenye mti ni kuzalisha. Maana yake kutoa maua, si ndio? Maua. Ili maua yao mengi. Sawa. Baada ya hapo nitaendelea kupiga maji dawa na sumu. Sasa hizo dawa ni dawa gani hizo? Manake dawa zipo nyingi. Hapo dawa ambayo tunashauriwa kupiga ni dawa mbili. Nyanya ikiwa ndogo tunashauriwa tutumie dawa mbili. Tunatumia sawa, dawa ya maji ambayo inaitwa Green Neem. Green Neem. Ambayo hiyo dawa ya maji na kazi yake ni nini? Kazi ya hiyo inatibu nini? Ukungu. Manake mmea usipatwe na ukungu, si ndio? Na ukungu wenyewe ni nyanya kujikunja. Yaani ukikuta nyanya imejikunja hivi, hiyo ndio tunamaanisha ukungu. Okay. Dawa nyingine tunaita Kinga Master. Kinga Master au Master Kutu. Manake hiyo inazuia nini? Kutu. Yaani kutu. Kwani mmea na wenyewe unakuaga na kutu? Lazima. Yaani kutu kiaje sasa? Yaani kutu. Maki mimi naelewa kwamba ni chuma ndio inakuaga na kutu. Hamna, hapana. Unaona kama hii? Hii ndio kutu hii. Hiyo ndio kutu. Kutu kwa nyanya. Kwa hiyo inamaanisha hii hata hapa haiwezi kuathirika kwa yoyote, maana ilishapitia hizo hatua. Lakini hii imekomaa hii. Haina madhara yoyote. Haina madhara. Lakini ingekuwa ndogo bado changa, ingekuwa ina nini? Ina madhara. Ina madhara. Okay. Nyingine dawa nzuri. Nimekuambia Kinga Master. Ndio dawa ambayo tunashauri. Lakini sasa tunaenda baada ya hatua. Kifikia hatua nyanya yake kukomaa, tunaachana na dawa ya maji. Unapata dawa gani sasa? Unapata sasa ile dawa, tunaanza kupiga ile dawa ya unga. Kinga Master na Master Kutu. Hiyo ndio nashauriwa kupiga. Ina sumu sasa unaendelea na sumu yenyewe unatakiwa kupiga. Sumu tuna aina nyingi za sumu. Manake hizo sumu, manake umesema sumu, manake hizo sumu sio kwa madhara kwa huu mmea. Manake madhara yake yapo kwenye wale wadudu wanaokuja, maana mnaita sumu. Piga sumu ili kuua nini? Wadudu nyanya ambao wanashambulia mazao. Sasa hapo wengi sana hapo ni madawa sasa. Ni wakati wa sumu. Wengi sana waga tunabishana. Unaona kama mimi mtaalamu wa nyanya ambao umemkuta shambani mwangu. Sawa. Mimi humu waga tunapiga na bosi wangu dawa ambayo inaitwa dudu. Kuna dudu Fenapi. Ndio. Kuna Snow Tiger. Kuna Snow Clone. Sawa. Na zenyewe hizo ni majina ya sumu. Manake hizo ni sumu, si ndio hivyo? Ambazo hizo ndo zinatibu, umesema kutu, zinatibu ukungu. Hapana. Zenyewe zinatibu nini? Hizo zinatibu wadudu ambao wanashambulia, manake tunda, si ndio hivyo? Manake wale unakuta kama nyanya. Tungeonyeshwa kidogo ili tuone, je, inashambuliaje? Sema umesha kama hii hapa sawa. Hii sio wadudu, hii ni ndege. Kwa hiyo kumbe hata ndege na wenyewe wanapenda nyanya. Tena vibaya mna yani wanakula nyanya vibaya. Unaona kama hapa sasa hivi niko na kazi zangu, lakini nilikuwa umenikuta nafanyaje? Kweli. Yaani wadudu umekuta humu umeshawaua walikwenda. Kwa hiyo sasa hivi unapiga kama hapa. Unaona kama hii hapa. Huyu sio mdudu.
huyu sio mdudu. Hili kuna ugonjwa fulani unaitwa kitako. Calcium, manake calcium. Lenyewe ile hapa tunda na yenyewe nimelitoa ili ulione vizuri. Hii ni calcium. Sawa sawa. Calcium yenyewe kuna madini fulani ya calcium. Natakiwa upige calcium ili kuzuia ili isiharibike huko kitako, si ndivyo? Na pia unaweza huo mdudu, sasa tunasema mdudu, tungepata tunda lenye hiyo aina na nini ingekuwa ni vizuri. Wakati huo tunaendelea kutafuta hilo tunda. Umesema kwamba kuna sumu, umenitajia hapo, kuna sumu Snow Tiger, hizo ambao umesema zinasaidia kuzuia huo ukungu wa nini, kuzuia wale wadudu wasile wanashambulia matunda, si ndio? Sasa labda baada ya kupiga hayo madawa, hatua gani inafuata baada ya hapo sasa kupiga hayo madawa? Yaani unaangalia sasa. Yaani hao wadudu wakati tunawajua wakati wa nyanya ikiwa ndogo. Sawa sawa. Nyanya ikiwa ndogo lazima tuwafahamu hao wadudu. Sawa. Ambao tunawaita nini? Kanitangaze. Kanitangaze ndio inashambulia nini? Wadudu. Ndio mdudu ambao anashambulia nyanya, kanitangaze. Sawa sawa. Ambao anashambulia manake anatoboa, manake anatoboa navyo, yani anatoboa nyanya, yani unakuta nyanya na matobo. Sasa ni nini kilipelekea hadi mkamuita kanitangaze? Yani kanitangaze yani ni mdudu ambao ni mdogo ambao anaingia ndani ya nyanya, ikiwa kwenye maua anaingia. Akishaingia mle anakaa, anakuwa anashambulia tunda mdogo hadi tunda linanenepa. Alafu manake inapofika ile hatua ya kunenepa ile tu unakuta mle ndani hamna kitu, ni boya tu, lakini ameshashambulia. Na dawa yake ndio tunaita Snow Tiger. Ili muangalie lazima upige Snow Tiger. Lakini kuna ninja tena. Ninja ni ya mdudu mkubwa ambao yeye anashambulia nini hapo? Yaani unakuta kama hili tunda, unaona hili tunda ni kubwa lakini limenenepa, sawa? Unaona hili tunda? Sawa. Unakuta sasa ile mdudu mkubwa yani anakuta ametoboa na matobo, yani ametoboa. Manake hadi hapo nimekuelewa kwamba umesema kwamba huyu nanika nitangaze yeye anaanza hata na matunda madogo. Lakini huyu huyu nani una spider, manake ninja ambao nimesema hivi ndio dawa nini sasa inatibu mafinyo makubwa. Yale makubwa kabisa. Sawa. Basi hapo umenielewa. Hapo nimekuelewa. Sasa manake tumeshamaliza hizo hatua. Baada ya hapo manake kisha maliza ukaona nyanya imeiva, hatua gani inayofuata hapo sasa? Kwenye hapo sasa tumerudi tena mwanzo. Kwenye hatua ya palizi ya pili ukishaweka fito, kuna hatua ambayo inafuata kufungia nyanya. Manake kwa namna hiyo, sio hivyo? Kama hii nyanya umekuta hii imefungiwa, hii imefungiwa, hizi nyanya zimefungiwa. Manake hapo inasaidia kwamba nyanya isiharibike, isianguke chini karibika, sio hivyo? Naona kama hii hapa. Hii hapa nyanya hii. Hii iko chini hii. Ndio maana umenikuta hapa nazidi kufanyaje? Kufungia, iko chini. Hii baada ya siku inaharibika, na yenyewe imeshaharibika. Hii hapa. Hii imeharibika, hii ilikuwa chini. Yaani nyanya ikigusa chini lazima iharibike kama unavyoiona hii imeharibika. Sawa. Sasa baada ya kufungia hapo hiyo nyanya, baada ya kufungia hii nyanya sasa. Baada ya kufungia hapa nyanya, kitu kinachofuata ni dawa sasa. Unapiga dawa na maji, unapiga dawa na maji. Hapo kwenye hii kilimo hichi cha nyanya, kazi ngumu ni kazi gani ngumu hapa? Yaani kazi ngumu kabisa, kazi ngumu. Kazi ngumu waga ni kuandaa shamba na palizi ya pili. Lakini sinaona kama naona hata hapa pia kwenye kufungia naona ni kama ni kazi. Kufungia sio kazi. Naona kama sisi hapa waga wanakuja na watu kufungia support. Sawa. Naona kama hili kinapaswa ifungiwe, sio hivyo? Na penyewe ni kazi ngumu sana. Lakini sisi ambao tumeshakuwa wazoefu ambao mnaona ni kazi laini, sio hivyo? Yaani kwamba ni pesi sana. Naona kama hii ni nyanya dume. Lakini mbona kama umesema ni dume, mbona naona ina matunda madogo? Yaani sawa ni dume lakini yaani nyanya dume haizai. Kwa hiyo hata hapa haya matunda hayatakuwa zaidi ya hapo. Hayawezi kukua. Yaani wala hayaendi sehemu yoyote. Hayanenepi. Yaani hii kwanza ilikuwa ni kama ni mimi ningekuwa nimeiona zamani, ningekuwa nimeshaitoa. Maana yake ungeiondoa. Ningeiondoa hapa. Sawa.